tunamshukuru mkurugenzi wa bodi ya korosho ndugu Francis Alfred kwa kutuamini sisi vijana wake kuendelea kutekeleza haya majukumu yetu ya kila siku. Changamoto huwa inajitokeza, lakini sasa ukijikuta kwamba shamba ambalo limepogolewa kwa sababu ng'ombe ni wafupi na wanapita tu kwenye mishina safi na wanapalilia tu bila changamoto yoyote. Kwa sababu tunapotibulia kwenye mikorosho hivi tunahitaji yale maji mvua inaponyesha yatuame chini yasiteremke kutambaa. Mimi ushauri wangu ni kwamba kwa kweli tuige tu mifumo ambayo ni mizuri, ambayo ni ya kutunza mashamba ili kusudi mtu mwingine aweze kupata manufaa ambayo yako zaidi apate product nyingi kwenye mashamba, mavuno ambayo tunayoyahitaji. Ushauri wa kwangu kwamba wakulima wenzangu waje wakaangalie jinsi gani mimi nafanya shamba langu. Sasa hizi ni muda wa mwezi huu wa kwanza naanza kupolea na kutifulia shamba langu. Shamba la mkorosho linahitaji huduma ambayo kama unavyofanya huduma za mazao kama mahindi, baadhi inahitaji kupalilia na kutuni. Mwitikio ni mkubwa. Kwa mfano kama mimi hapa na vijiji vitano, kuna wakulima ambao wanakodi mashamba, wanalima kwa ng'ombe, wanakodi wanaolima kwa ng'ombe wanawalimia, lakini pia mwitikio umekuwa mkubwa zaidi kwa wakulima. Kwa mfano hapa kama kata yangu ya Kitangale hapa na wala vijijini, wakulima wanatumia jembe la mkono kutibulia, lakini inaoia vipesi kwa sababu wakishatibulia wanalima mazao ya muda mfupi, mazao mchanganyiko, mfano kunde, ufuta, wanalima njugu. Kwa hiyo hamasa ya kutibua mashamba hiyo kwa jembe la mkono, hiyo kwa ng'ombe, hiyo kwa trekta, kwa wakulima wangu wa Kitangale wanafanya vizuri. Kwa hiyo tunamshukuru mkurugenzi wa bodi ya korosho ndugu Francis Alfred kwa kutuamini sisi vijana wake kuendelea kutekeleza haya majukumu yetu ya kila siku. Lengo la kutibua ni kwamba kuvunja lile tabaka la juu, lile gumu, ili kuruhusu maji mengi ya mvua yaweze kupenya ardhini. Lakini pia yanaenda kuboresha mizizi kwa ajili ya kipindi kile ambacho ni cha utoaji wa maua, lakini pia utoaji wa tegu, hatimaye uzalishaji wa korosho. Lakini pia upogeleaji wa mikorosho. Tunaamini kwamba tunapomaliza shughuli za msimu wa uvunaji wa korosho, shughuli zinazofuata zingine ni upogeleaji wa mikorosho. Tunaondoa yale matawi ambayo hayazalishi, matawi yale ambayo hayana tija kwenye mkorosho tunaondoa, ili mkorosho sasa tupatie muda mwingi wa kuweza kujiandaa na kipindi kinachokuja cha utoaji wa maua.